ni mtu mwaminifu na vile vile ni mtu mwenye ako na bidii, na kwa sababu ya bidii aliyokuwa nayo na imani yake na uadilifu, na kwa sababu pia yeye ni mama shujaa, leo amepata baraka ya kuwa waziri katika baraza la mawaziri la taifa letu la Kenya, na tunamshukuru Mungu. Soipan Tuya kuwa waziri sio kwa sababu yeye ni mama, sio kwa sababu yeye ni mama Masai ama mfugaji. Mahali amefika kwa sababu anatosha. I must say this without fear of any contradiction. Today, Soipan Tuya is not a minister in the government of Kenya because she's a woman or because she comes from whatever community, but because she is capable of being a minister in the Republic of Kenya. Na yeye kuwa waziri in our team, and as the team leader of a very big team, I want to say that she has earned her place in our team. Mahali tumetoka mbali. Yeye si mama muoga. Kuna watu wengi walikuwa pamoja na sisi, lakini wakati kiliumana walitoroka. Huyu mama alisimama imara. And I want to say, Soipan, congratulations. You are, ile ilisemekana hapa, calm, cool and collected. We can say that without fear of any contradiction. Pongezi sana. Na kwa sababu ya your achievement, yale mambo umeweza na kiwango ambayo Mungu amekupeleka, sasa wewe ni kielelezo kwa wasichana wengi wa Masai, kwa wasichana wengi wa Ma community, na kwa wasichana wengi wa taifa letu la Kenya. They can look up to you and say that the sky is the limit for anybody who tries and works hard. And I want to say that when we see you, we see women who can do, if not as good as what men can do, they can do better. And I am very confident that the docket today you have as our Cabinet Secretary for Environment, Climate Change and Forestry, I am very confident that you will discharge that responsibility and you will make your parents, the people of Narok, the women of Kenya, and the people of Kenya proud as you do your job as Minister for Environment. Nataka niseme pongezi kwa baba yetu mzee Tuya na mama kwa kumlea huyu msichana ambaye sasa ni mmoja wetu, anachangia katika uongozi wa taifa letu la Kenya katika kiwango ya waziri. Asanteni sana watu wa Narok kwa kumchagua huyu mama akawa ni Women MP hapa Narok kwa miaka 10. Na mimi nataka niwashukuru vile vile. Nikisimama hapa mbele yenu nilikuwa nimesema, lakini wacha nirudie. Kwa watu wa Narok nataka niseme asanteni sana kwa kura zenu. Sisi wote, gavana wenu yuko hapa, women rep, wabunge, MCS, sote kwa sababu ya kura zenu ndio tumepata nafasi ya uongozi. Na kupitia kwenu nyinyi ndio mmempatia huyu Soipan hiyo kazi ya waziri. Kwa sababu kura yenu ndio imeniwezesha nimteue kama waziri. Pongezi sana watu wa Narok. Congratulations. Mimi nataka niwahakikishie kwamba hii safari, vile nilisema tukiwa pale Narok, nafasi sasa ambayo iko ni yetu sisi kama viongozi tuungane ili tuweze kutekeleza yale mambo ambayo yatabadilisha Kenya. Vile viongozi hapa wamezungumza, MCA wetu wa hapa ameongea, mbunge wenu wa hapa ameongea,
Mama County, Governor, waziri amesema ya kwamba kuna mambo mnataka hii Narok tuweze kupiga hatua ya kwenda mbele. Tuko na mambo ya title deeds, tuko na mambo ya barabara, tuko na mambo ya masomo ya watoto wenu, shule ya Soipan hapa na shule ya Leshuta pale. Mko na mambo yenu ya barabara, mmesema barabara mpaka ifike Oloropil, mnataka itengenezwe, barabara itoke kule Ewaso ama Wasonyiro ikuje mpaka ifike kule Oltulelelai ama unaita nini kona pale kupitia hapa Naikara. Mimi nataka niwaeleze hizo kazi zote haiwezi kutimia kama tutaendelea na mambo ya viongozi. Sasa ni wakati wa sisi wote kuungana tuweze kupanga vile Kenya itaenda mbele. Na mimi nataka niwahakikishie watu wa Narok, wale viongozi wote mmewachagua hata kwa vyama tofauti, mimi nataka niwahakikishie niko tayari kufanya kazi na wao ili tuweze kupeleka Narok mbele na tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Saa hizi mambo ya siasa tupunguze. Saa hizi sio mambo ya viongozi tena. Saa hii tupange mambo ya wananchi. Nimefurahi sana kufika hapa, nimewasikiza kwa makini. Watu wengi hapa wameuliza yale mambo yatafaidi wananchi wetu wa taifa la Kenya. Na mimi niko hapo pamoja na nyinyi sambamba, moja tuwekane bega kwa bega, tuweze kwenda mbele kwa pamoja. Mimi nataka niwashukuru nyote kwa kuja katika hii sherehe, tuweze kumshukuru Mungu. Kwa sababu sote sisi ni binadamu. Hata uitwe kiongozi fulani, pandikwe excellency, uitwe mstahiki, uitwe mheshimiwa, lakini bado lazima tuamini kuna Mungu mbinguni ambaye anaweza kubadilisha hali ya taifa, na sote tuungane katika kupeleka kazi hiyo mbele. Sitaki kusema sana. Nimewasikiza kwa makini kwa yale mambo mnahitaji. Mimi nataka niwahakikishia kwamba tumepanga mambo yetu vizuri. Ile mambo mimi nataka niwaulize viongozi wote. Tuwe ni viongozi ambao tunasema yale ambayo tuko na nia ya kuyatimiza. Katika taifa letu la Kenya tunakubaliana sote kama viongozi ya kwamba tuko na changamoto ya mambo ya ajira ya vijana wa Kenya. Tuko na vijana saizi karibu 500,000 Kenya na wanaongezeka kila mwaka. Vijana karibu 800,000 wanaongezeka kila mwaka. Na hawa vijana wote tunatumia pesa nyingi. Kila mwaka tunatumia bilioni 650 katika masomo ya watoto wetu. Primary school, secondary school, university. Tunatumia pesa nyingi kila mwaka. Ni lazima tuanze kufikiria hizi pesa tunatumia kusomesha watoto wetu wa Kenya. Ni vipi pia tupange ili wakikamilisha masomo yao, wale wanaoingia katika labor market, watu karibu 1,000,000 kila mwaka, pia tuwe na mpango ya vile wao watatumia elimu waliopata, ujuzi waliosomea katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Itakuwa ni kukosa mpango kama hawa vijana 1,000,000 wanaotoka shuleni, wanaotoka katika college, wanaotoka university, hakuna mpango ya vile watatumia ile elimu wamepata, ile masomo wamepata, ile ujuzi wamehitimu katika kubadilisha taifa letu la Kenya. And that is why we must have a plan about the young people of our nation, the millions who do not have jobs, the millions who get out of school every year. We must have a deliberate, comprehensive, practical plan on how we are going to tap into their talent, their knowledge, their training,
their expertise in driving our economy forward. Na hiyo ndio mpango tumeweka katika mpango yetu ya finance bill. Hiyo ndio sababu tuko na mpango wa housing, na hiyo mipango yote viongozi wote wanakubaliana. Wacheni hii siasa kidogo kidogo. Hata wale watu wa upinzani wanakubaliana na mambo ya housing. Shida tu wako naye ni kwamba sio wao wanatekeleza. Kama wangekuwa ndio wakutekeleza, wangekuwa wanasema ile mimi ninasema. Na kwa sababu wanalipwa pia kufanya ile wanafanya, waendelee kufanya hiyo. Lakini tupitishe mambo ya housing, tupitishe finance bill, tupange ajira ya hawa vijana. Mimi nataka niwaeleze wa Kenya ya kwamba mambo tumeweka katika budget, maneno tumepanga katika housing program, ni kwa sababu ya mambo manne ya muhimu. Ya kwanza ni kwa sababu lazima tupange ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya. Sio vizuri wa Kenya vijana wanatoka shuleni, wanahangaika barabarani, wanahangaika mitaani, wanahangaika madukani, na tunaweza kupanga kama serikali na tunaweza kupanga kama taifa. Jambo la pili ni lazima tupange mambo ya uchumi. That is what housing and our finance bill is going to address. Mambo ya uchumi wa taifa letu la Kenya. Tunataka mambo ya manufacturing, pale katika factory ya simiti, pale katika factory ya chuma, pale katika mambo ya hardware, pale katika mafundi wetu, architects, engineers, quantity surveyors, electricians, masons, carpenters, wale wafanyabiashara wote wanafanya hiyo sehemu. Hiyo ni lazima tupange vizuri, ndio ipatikane ajira, tuzalishe uchumi, ndio Kenya tumalizane na umaskini na tupige hatua ya kwenda mbele. Vile vile Wakenya milioni 7 wanaishi katika vitongoji duni katika taifa letu la Kenya. Ni lazima vile vile tuwe na mpango ambayo itawaondoa katika vitongoji duni, waishi kama Wakenya wengine katika mahali pana heshima, pana maji na pana matumizi yale mengine ambayo yatatupeleka taifa letu la Kenya mbele. Jambo la 4 ni vile vile kushughulikia mambo ya chakula. Mumesikia kuna counties katika taifa letu la Kenya. Tusipopanga mambo ya housing, kuna counties hata watakosa chakula kwa sababu ile mashamba yote saa hizi inakatwa iwe ni mahali ya wananchi kuishi. We must have a plan on land consolidation, on ensuring that we safeguard land that is used for agricultural production and food production. Housing is going to address the challenge of land subdivision. Nataka nimshukuru Governor Lengu amesema hapa, hata hapa Umasaini sio vizuri kukatakata mashamba yenu, na nimeshukuru sana Governor wa hapa Mheshimiwa amesema, Mheshimiwa Patrick amesema yule mtu anayeuza shamba akuje na bibi yake, akuje na watoto, akuje na clan, akuje na jamii yake, ndio tujue anauza shamba anataka kwenda wapi. Na mbinguni bado haijafika siku ya kwenda mbinguni. Sijui kama tunaelewana. So hapo tuko pamoja kabisa. Ndio tuendelee katika barabara ambayo itatuweka kama Wakenya pamoja. Nimesikia ya kwamba kuna watu wanasema ati siku ya finance bill kila mjumbe ajulikane amefanya kazi gani ama amepiga kura upande gani. Mimi nakubaliana ya kwamba kila mjumbe ajulikane amepiga kura wapi. Mimi nangojea mbunge mwenye anaenda kupiga kura ati kupinga mpango ya serikali kuwapatia hawa vijana ambao waliwapigia kura ati ajira. I am waiting for the members of parliament who will go and vote against the plan to give these young people, majority of them, they are voters. I am waiting for them to go and vote against the employment of these young people.
I am waiting for members of parliament to go and vote against housing that would give these people a chance to own a decent home with 5% mortgage when you yourself as a leader is getting a mortgage because of the taxes paid by the people of Kenya of 3%. Mimi nangojea wale wabunge watakuwa ukule bunge ni tuwaone kwa macho kwamba wao wanapinga ati ajira ya hawa vijana ambao waliwapigia kura. Wanapinga mpango wa manyumba ya hawa wangwana na 5% ili hali yeye mjumbe anapata 3%. Si ni mzuri tujue ni kina nani watapiga kura against this finance bill? Ama namna gani wananchi? Na mimi nataka niwaulize ndugu zangu. Hapa nimesikia viongozi wameongea. Viongozi wameongea wakasema tulikuwa wengi. Na tumejaribu director hapa, chairman pale, waziri hapo, PS pale, CAS kona ingine. Kwa hiyo watu wote tumewapatia kazi. Si hawa ni viongozi? Na nimesikia viongozi hapa pia wamezungumza wakasema kuna viongozi wengine bado wako hapa. Hebu simameni nyinyi viongozi ambao bado mnangojea. Si mko hapa? Haya, hawa wapige makofi hawa. Nimesikia mmesema tupange hawa. Hiyo ni mzuri. Na mimi nataka niulize kule nyuma, wale watu ambao hawana kazi huko nyuma, hebu nione kwa mkono. Sasa my friends, sasa wale nani atazungumza juu ya wale? Nyinyi mmeongea juu ya hawa wachache wako mbele. Na wale ndio hii mpango mimi niko naye ya kupangia wale kazi. Wacha tungoje kwanza sisi wenye tuko mbele huku tumepata. Wacha kwanza tupange ya wale. Ama mnasema tupange gani? Tupange yenu huko nyuma ama tupange ya wadosi huku mbele? Si nyinyi mlishatupanga tayari? Si hawa wamepata kiti, kila mtu wako na kiti hapa, mwingine ni waziri, mwingine ni rais, mwingine ni deputy president, mwingine ni governor, deputy governor, MCA, mbunge, nani. Sisi tumepata director sijui nani. Sasa my friends, tuache kupanga mambo ya viongozi saa hii. Tuanze kupanga mambo ya wananchi. Mnataka tuendelee kupanga ya viongozi ama tupange ya wananchi? Mnataka tupange ya viongozi ama ya wananchi? Hapo sasa ndio maneno iko. So mimi nangojea wale watu wataenda bunge kupinga ile kazi tunataka kupangia wale. Na nijue watakuja kusimama wapi. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja jameni? So that is the direction we want to go. We cannot be people of deceit. We all went to the election. The people in Azimio said they supported the housing plan. The people in UDA and Kenya Kwanza say they supported the housing plan. Sasa kwa sababu nyinyi mmepata viti yenu, mnataka kukiuka raia. Ni wale mliwaambia tutawapangia kazi zenu. Hiyo mimi siwezi kubali. And I will not join any group ya watu matapeli. Mimi niko na huyu Rigiji wangu, watu ya kusema ukweli, wacha tupange ya wale tuliwaahidi. Wacha tupange hapo. Ama mnasemaje watu wa Narok? Si ni namna hiyo? Si tuwapangie hata nyinyi mpate kazi? Si ndio? That is what we are going to do. Hakuna hii ingine porojo ingine kidogo hii tuachane naye. We must be honest people. We must be decent people. We must exit deceit from the politics of Kenya. We must exit conmanship from the politics of Kenya. How can we be agreeing when we are in election that housing will create jobs? Housing will create opportunity. It will spur the economy of Kenya. It will create jobs in our factories, in cement factories, in steel factories. It will create jobs for the Jogali sector. But when it comes to the time of implementation, sisi tunakuwa matapeli. We cannot agree. Mambo ya utapeli imeisha kwa hii Kenya. Sijui kama tunakubaliana watu wa Narok. Tuko pamoja? So, mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu ya kwamba this is a defining moment in the Republic of Kenya. Tumekuwa na uongo mingi, siku mingi kwa siasa. It must come to an end. We must match what we say
what we promise, what is in our manifesto with what we do. Hiyo ndio itakuwa the new yardstick going into the future. Watu wengi wanajaribu kuniambia hii housing project ni mzuri, hii housing program ni mzuri, hata hii budget ni mzuri, lakini wacha ingoje. Mimi nauliza, Mswahili alisema ngojea inaumiza nini? Inaumiza matumbo. Mimi nataka niwaambie, for those of us who are telling me that we should wait on this housing plan, I have this to tell them. We were 60 years ago, we were at the same level with Korea. We were at the same level with Singapore. We were at the same level with Malaysia. Today, in those countries, 80% of their population are living in decent houses. We are yet to begin in Kenya. And you are telling me, let us wait. We are 60 years late. I don't think it is prudent to continue to wait anymore. The time is now, the year is this one, the administration is this one, and the people are these ones. We are beginning this year. Ama mnasemaje? Mnasema tungoje ama tuanze? Tuanze ama tungoje? Wale wanasema tuanze saa hii nione kwa mkono. Nyinyi watu ya media piga picha hii. Unasema hebu tuweke mkono. Sasa mwende, najua hamwezi kwenda kuripoti hiyo, lakini ni sawa tu. Kwa sababu nasikia hata nyinyi mnaogopa kukatwa 2500, ni sawa. So mimi nawashukuru sana watu wa Narok. Nataka nimshukuru Soipan, alienda shule huko 5 kilometers. Sasa amesema tujenge shule hapa ndio wengine wasipige lami tena, wasipige barabara 5 kilometers. So nimeongea na waziri pale na nimesema tutaanzia kule Leshuta mahali. Kama sio Leshuta wewe ungekuweko hapa. So tumekubaliana na Soipan. Soipan amesema tuanze na Leshuta. So waziri, tafuta 5 million tupeleke Leshuta kwanza. Ndio tujenge. Nasikia kuna dormitory nini ile? Kuna maneno inaendelea huko, tafuta 5 million. Alafu utafute another 10 million ulete kwa hii shule sasa ya hapa, kwa sababu ni kidogo, tuanzishe ndio tuende mbele pamoja. So na nitarudi hapa tena. Tunaelewana watu wa Leshuta? Mimi nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu. Hapa Narok ni nyumbani kwetu sote, na mjue ya kwamba tutatembea hii safari pamoja na nyinyi. Sisi tunaamini kwa uongozi ya kina mama, na mimi ni supporter mkubwa ya kina mama, na endeleeni hivyo. Si mmesikia chairman wetu wa chama ni mama anaitwa huyo mrembo huyo, anaitwa Sisi Mbarire. Huyo ndio chairman wa chama, na mmesikia bila amesema ndio mjipange na huko mbele sasa muongeleshe vizuri, si ndio? Lakini nilikuwa na keti hapo, jamaa mwingine akaniambia si unisaidie namba ya huyu mama. Nikamwangalia, nikamwambia wewe unataka kusimama? Akasema hapana, huyu mama kwani ameolewa? Please, huyo ni bibi ya mtu. So nyinyi vijana wacheni hiyo story. Wewe kama unatafuta simu ni kwa sababu unataka kusimama kura, wachana na mambo mengine. So otherwise mimi nashukuru sana, nimefurahi sana kuwa hapa Narok. Mjue tunawapenda, tunawatakia baraka ya Mungu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you very much. God bless you.